Kuna kijana, kuja kijana kwanza tuongee kidogo. Huyu kijana ni wa, simama hapa. Mama yake anaitwa Rebeka. Sasa kuja hapa kwanza tupelekane. Ulileta ile picha ile yako. Simama hapa. Huyu kijana, hebu mama ongea alafu kijana alusalimie. Mtazamaji, mahali ulipo katika jina la Yesu, nataka ushuhudie hii testimony. Ujiangalie hii testimony ili ujue Mungu anaponya. Huyo unaona akiletwe vile alikuwa. Na vikiri wewe mwenyewe unatazama, unaona deliverance yake, vita vile ilivyo. Na sasa kwa saizi umwangalie vile alivyo. Na anajifanyia mambo vizuri, lakini ile siku aliletwa akiwa anapebwa, hawezi kufanya lolote, akapewa masiku ya kukufa, lakini Yesu naye akampatia miaka ya kuishi. Na kuonesha hii jambo ili wewe uwe na imani kwa Mungu. Mahali mwanadamu anafika mwisho, Mungu huanza. Huyu kijana completely hata kufunga tena. Huyu atakuwa free na walikuwa wanamweka kwa meza. Chomeka waje. Chomeka wewe. Hadi watakufa? Pia. Nani alikuwa amesema? Daktari. Daktari. Nenda kijana hapa. Kauyo. Alikanyanga hapa, anapatia miaka 100 zaidi ya ile kama. Anakaa miaka zaidi ya 100. Ila hapo ni Christian ni wala au 18 au 20 au kwa ngapi? Hapana. Wananisha hapo. Ndio maji. Taka chupa maji. Wananisha hapo. Wananisha hapo. In the name of Jesus. Don't let a baby. You'll give me a look. Action. 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 Give me up. Give me up. Give me up. Well, give me up. Yesu alikuja ili tukawe na uzima. Yesu alikuja ili tukawe na uzima. Yesu anaweka uzima ndani yake. Uzima. Jikeni, sema uzima. Mwingine pale. Tunapaka saka za baba. Chini pale za baba. Uzima na wapi? Kali pale za baba na baba. Ungua kwa kama mimi ya kiroho ni kuka vile. Tele ya Jesus. Man of Jesus call. I break all my sin. I just want to get out of sin. Wow. Alisema atakufa betisi. Sawa. Manini imeisha. Maini. Nini ndio maini? Sijui. Wanasema alipewa pombe. Na ndio pombe. Pombe isipokuwa wakiwa wadogo. Basi kwa pamoja na dada itakuwa tumosomaji. Unajua ni kuwa mwingi kuishi. Ndio kazi sasa. Kunywa hii. Sikia jambo la kingine ndio. Hiyo ni wai sawa. Sawa. Ai, sawa. Hii. Za. Ya kosha. Hiyo ndio ndio bora bora. Kama
Yes. Wewe unajua na wewe. Yes. Anajua na wewe. Wewe ni vijana sasa. Wewe ni vijana sasa. Wewe ni vijana sasa. Rasian. Mapaka makofi. Miaka yako yote imeongezeka tena vitano. Wacha mama kwanza atusalimie, atuelezee kuliendaje. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana Yesu. Kwa majina naitwa Pastor Rebecca, nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana. Huyu ambaye nimesimama na yeye hapa ni my second born, ambaye ni kijana nilimleta mahali hapa. Ilifikia wakati akawa amegonjeka sana, kumpeleka hospitali pale Machakos level 5, wakasema kwamba ako na shida ya maini, kwamba maini yake yanaisha. Nikashangaa kwa sababu mwanangu kama ni pombe alipewa wakiwa wadogo sana, akiwa mdogo sana, na ingemuaffect juu alikuwa anapewa na kifuniko ya hiyo pombe. Na baada ya miaka kama sahi yako 20 plus, na ndio ilikuja sasa ikawa ndio amegonjeka. Nilipokuwa pale nyumbani ilifikia wakati akagonjekwa, akazidiwa kabisa. Ikafikia wakati waliyekuwa tegemeo letu wakatuondokea. Ndugu zangu ambaye nimezaliwa nao tumbo moja, hakuna mmoja alitaka kushika simu yangu. Nikajaribu kutafuta msaada hata kwa wachungaji niliohudumu kwa madhabahu za kwao, niliotenda kazi, niliosimama na wao. Kukawa hata wakikuja kwa nyumba, kwanza mmoja alipokuja yeye alitoka pale na kusema kwamba hiyo nyumba inanuka kifo tu. Bwana Yesu asifiwe. Kafikia wakati tukapoteza vitu za nyumba zote, tukabaki bila chochote. Mwanangu akiwa amelala pale akiwa mgonjwa, ikiwa tumeenda hospitalini tukaambiwa ya kwamba atakufa tarehe 15, na nikaambiwa hata nisiharibu pesa kumpeleka hospitali, nijiandae kwa sababu maini yake ilikuwa imekuwa kidogo, size ya bottle top. Walikuwa wanasema ni kadogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwanangu akaniangalia akaniambia, "Mam, mahali imefikia niachilieni tu nife kwa sababu nimesumbua sana na nikikuangalia mama unateseka." Akaniangalia kwa huzuni. Tukawa na siku 7, a whole week, atulali mchana na usiku. Tukienda kulala kidogo tu, nikienda kujiekelea, ananiamsha, ananiita, ananiambia, "Mam, ukilala tu hautanipata nikiwa hai." So it forced me. Ninakaa tu kwa macho. Ndipo mtumishi wa Mungu aliona, sijui alijua aje, nikiwa kwa nyumba kwa kitanda tu nikiwa nimelala, nikaona amenitext, akaniuliza niko wapi. Nikamwambia niko kwa nyumba. Akaniambia nije kanisani. Nilichomwambia ni kwamba mimi na mwanangu tunakufa, kwa sababu katika ugonjwa wa mwanangu nilijipeleka hospitalini tu kwa sababu nilikuwa nasikia pressure nikaa iko juu. Kuenda kupimwa nikaambiwa niko na cervical cancer. Kakumbuka mwanangu amelala pale kwa nyumba, mgonjwa hajiwezi, hatuna chakula kwa nyumba, sina hata chochote. Kaangalia daktari, nikalia, nikamwambia, "Niambie tu sina kansa." Kaniambia, "Ukweli ni kwamba tumeona kwamba uko na kansa na tunakurifa medical." Mtu wa kwanza kuambia alikuwa ni Reverend. Kumwambia nimesemekana niko na cervical cancer na nimerifaiwa medical. Kufika medical, kanifanyia check up, akasema ni kweli. Mama, jitie nguvu. Nililia pale, nikawaeleza niko na mwanangu kwa nyumba, ambaye nimemwacha katika hali tatanishi. Naomba tu mniambie sina kansa. Kaniambia, "Tukikwambia hauna kansa tutakudanganya." Nilitoka pale hospitalini, wakanichoma. Kutoka pale nilikuja direct mpaka hapa kanisani. Nilipokuja hapa kanisani, nilieleza Reverend. Kaniambia, "Hauna kansa. Na ukirudi tena utaambiwa hauna kansa." Hakuniombea. Reverend hakuomba. Aliniambia hauna kansa. Ndio nilienda nyumbani. Karudi nikakuja hapa na mwanangu. Kafanyiwa deliverance.
Waliomuona hapa, video iko, si kitu ambao tunabahatisha ama kitu tunaongea ambaye haina proof. Mwanangu alikuwa mahali hapa, mama alimuona, Stano alimuona, watu wengi walimuona. Mwanangu alikuwa ameisha. Mwanangu alikuwa tu hata ukimwangalia alikuwa anakaa anaenda. Alitengenezewa pale juu, nyuma akalazwa pale, kafanywa deliverance. Na tukiendelea hivyo mwanangu akaanza kupona, akapona. Ikafikia wakati na mimi sasa nikarudi pale hospitalini. Wakati nilirudi wakienda kunichoma mara ya pili, wakiwa wameniandikia ndio nianze chemotherapy, walisema you are cancer free. Wakaniuliza nilifanya nini? Daktari akasimama akanikumbatia kwa sababu nilikuwa nimelia machozi mengi mbele yao. Nikamwambia mimi sijui vile kulienda, siwezi kueleza kwa sababu it is God. Nikamwambia mimi nilikutana na mchungaji ambaye ndiye babangu wa kiroho, aliyeniokoa maisha yangu pia wakati nilikuwa nikatwe mguu. Huo ni ushuhuda ambaye nitakuja kutoa wakati mwingine, ambapo nilienda mpaka huo ushuhuda ni mrefu sana, lakini wakati nitapewa hata picha itawazungukia, mtaitazama, mtauliza huyo ni yule ana dansingi pale kweli, mseme ni kama sio mimi. Hivyo basi mwanangu mnavyomuona hapa yu mzima, maini yake yaliendelea na kukua, hakupewa madawa za kuendelea nazo hati nyingi, ni ile tu kwenda check up. Maini imekuwa mikubwa, mmemshuhudia hapa akidance, umeona nikimchukua hata video, kwa sababu hakika ukimwona akiwa amesimama hapa ni mkono wa Mungu. Na hapo basi ndio ninawaambia kwamba kuna Mungu aliye juu mbinguni. Kansa ambaye ilikuwa inatabikwa kansa, wacha hiyo yangu ya cervical, yake ni ya maini, na mnajua maini haina transplant. Ingekuwa ni ya figo ningekimbia na nimtolee figo yangu awekwe, lakini Mungu mwenyewe amesababisha maini yakagrow tena. Mwanangu yubuheri wa afya, aliyeniambia nimwachilie akufe ndio saa hii anacheza hapa. Na jana alikuwa ananiuliza kwa nini drum set inakaanga kwa madhabahu haichezwi. Akaniambia mam, nipeleke nikafundishwe nichezange hiyo drum set, na nitampeleka na mtashuhudia akicheza. Bwana wabariki sana, kuna Mungu anayeponya. Kijana tuambie Bwana asifiwe tu, na waambie watu uko free kama vile unajisikia. Hallelujah. Nisalimie tu kwa hewa. Kama jina naitwa Brian, kijana mwenye ameokoka, kijana ananga mambo mengi. So mimi kwa kuambia ni mimi tu nimeona mtu Mungu. Juu mali tu nimefika, Mungu tu ndiye anajua. Juu ilifika wakati mimi sikuwa naishi na mama, nilikuwa naishi kwangu. So nikagojeka nilikuwa kwangu, na kwa mama kulikuwa mbali. Na wewe baba huko anagonga kairazi na sikuwa juu free times nilikuwa naenda kufunza keyboard. Kwa umeokoka huko unatumia hizo vitu. Na kwa nini ulipatwa na magonjwa kama hayo? So mimi nashuku ni ile tu pambenye nilikuwa napewa kitambo kuona babu. Hiyo ya utotoni kila mtu alikunywa, hata hapa, hata hao wengine walikunywa. Sio hiyo. Unaona hata hao walionja kidogo wakiwa. Hao walikunywa ile ya babu, ile ya kutengeneza na miwa. So mimi nilikuwa tulikuwa tunatoa pombe kwa fridge. So babaki kunywa, mimi ndo wa kwanza kuonja. Kwa nini? So mimi sikuwa najua. Sawa, lakini waambie tu kupona kwako. So venye nilikuwa naishi peke yangu nikakuwa msika. Ukakuwa msika? So yes, akawa muziki, yani tuendelee tu. So hiyo siku nilikuwa natumia katururu, kasimu kale kabambe. Ikafika wakati ikisha moto. Sisi niko kwa kitanda nimelemewa kuamka. Ikafika wakati best yangu mmoja akanitembelea. Sijui alitumwa na mama akuja niangalie juu mama alikuwa ananipigia simu napata niko mteja. Best yangu venye alikuja, kitu ya kwanza akapata niko msika, nilikuwa na njaa ya siku 4. Maji tu hata singejiwekea maji ya kukunywa kwa mtungi. So hapo ndio hiyo best yangu alipigia mama simu akanikujia. Wakanipeleka hosi. Sasa hapo hivyo sasa ndio mama aliambiwa hivyo ati ni hakuna haja haribu pesa yake akinitibu. Nimebakisha 15 days to dead. Nikaenda kwa pastors. Huyu saa nikaenda kwa pastor mwingine hapa hivi. Useme kanisa, lakini hiyo pastor ulienda kwake?
hiyo kanisa sikuwa nikumbuka juu sikuwa na hiyo sikuwa na Ulipelekwa na nani? Na mama? hadi mama mwenyewe hakuwa anajua. Na wewe ulienda peke yako? Mama alialikwa na akanialika. Mama ni wa kanisa zote. Endelea. So bado hapo hivyo nilikuwa natembea from hapa hadi kwa hii kiti nakaa chini napumzika. Na sikuwa nataka kubeba na tuktuk, sikuwa nataka kubeba na gari. Nilikuwa nataka kuzoesha mwili yangu itembee. So ilikuwa ilikuwa ngawana hiyo siku. Pastor akaniona akaniombea. Nikafika kwa nyumba. Nikakunywa maji. Nikakaa hivyo kwa nyumba, nikalala. Nikauliza mama, saa hii nikufe, ni mapastors wangapi wanaweza kama kunizika? Mama akaanza kulia hata kunijibu. Baadaye akamuuliza saa hii nikifa, ni mapastors wangapi wanaweza kama kunizika? Kwa nini ulimuuliza hivyo? Kuna best yangu mmoja aliniambia ajiona Brian mzee, Brian mwenye anatembea na kijiti hivi. Nikamuuliza kwa nini? Ananiambia mabrayo wanakufanga akiwa 35 years to 40. Nikamwambia bado mimi sijafikisha 35 years. Bado yani watu wenye wanaitwa Brayo. Mabrayo yani. Watu wanaitwa mabrayo yani. Zinaelewa tu lakini mabrayo hivyo tu. Kwa nini wanakufanga na hiyo 35? Sasa hapo hakunijibu. Juu nilimuuliza akaniambia hata yeye ajui. Lakini akaniambia kiukweli kiyeye hata ajiona Pastor Brian. Nikamwambia mimi naweza kuwa mmoja. Hakuna pastor anaitwa kwa Brian. Hivyo ndio aliniambia. Mimi nikamwambia utaanza. Mimi ndo nitaanza. Kanambia ati nini? Nikamwambia kanambia tuko safarini tutaona. Nikamwambia angalia. So the next days Sunday nilikuja hapa church, siku anatembea. Hadi mama alituna na apostle akakam, alikuwa ni photo, alikuwa beba picha yangu. So venye alikuja kwa pastor venye aliona hiyo picha, hata sijui venye alifikiria mimi. Sijui nilikuwa kwa nyumba tu nimelala, kijana mwenye nilikuwa na yeye alikuwa ameenda kutembea. Nilikuwa tu hapo peke yangu. Nilikuwa na mama ameingia akaniambia unaitwa na apostle. Sikuwa na nguo safi. Hata nguo zangu zote zilikuwa huko hivyo kwa nyumba yangu zilikuwa chafu. Nikavaa nguo za brother yangu oversize. Ulikuja hapa ukiwa na style fulani, okay? Watu wanaona tu, si wataona tu So tukaingia kwa motorbike. Hii barabara tukiingia nilikuwa naambia huyo dere ende tu pole pole juu tumbo yangu ilikuwa empty. Tumbo ilikuwa imeshikana na mgongo yani. Nilikuwa natembeka niko hivi. Nikafika, nikakaa chini nikashindwa kukaa. Sijui ni stano, sikuwa najua ni nani. Nitengenezea ka place hapo hivi akanitandikia, nikalala hapo hivyo. Lakini baadaye Mungu alitenda. Nikakaa chini. Saa mtumishi wa Mungu akakuja hapo hivyo akanimwagilia mafuta. Ikafika mali sijui ni kukanyanga mafuta kwa basin. Nilipoenda kukanyanga mafuta, jumi nilikuwa nahisi kiu. So mtumishi wa Mungu akombea maji. Ilikuwa chupa moja. Ananiambia nikunywe sijui pap 2. Jumi ile mimi najua daktari akikupea dawa lazima umalize dose. Mimi nikamwambia kili yangu hii dose lazima nimalize ni yangu. Nikakunywa maji yote akinisimamisha. Niliposimama, nilipotoka kwa basin nikatembea hadi kwa mlango nikikimbia nikarudi. Makofi ile ya Yesu hiyo hivyo. Nilipofika nyumbani sijui ya petete ya kula mali litoka. Niliambia mama na mimi sikukula matoke. Nikakula matoke nikashiba. Kuna mama Doris hapa hivi akaniletea maini.
uongeze maini yako. Saa Sawa. ndio alikuwa anafikiria sana nitaongeza. Kaniletea maini nikakula. Kutoka siku hiyo. Kutoka siku hiyo. Na nilikuwa bado sikuwa nakula, but kimbia kwa choo wanao, nilikuwa naenda kwa choo mara 10 wanao. Basi sijakula. Wanao just for free. Lakini kutoka hiyo siku nilikunywa hiyo maji, sijui nilianza kwenda mara 3, kana tu ikipungua. Sasa uko normal. Sasa ikafika mahali nikamwambia mam, mimi sijiamini pastors, lakini hii maombi yenye nilifanywa hapa hivi ya TG nimeiamini leo. Nikapata nguvu. Niko hivyo mgonjwa, nikamwambia mam, nataka kwenda ushago kusalimia shosho kasi sijakufa. Juu bado sikuwa nimebelieve kama nitakaa gwai. Nikaenda ushago. Okay, malizia ili tuende kwa injili. So ndio nilifika ushago, nikaenda nikasherehekea huko. Sasa hadi sijui pita kula huko, ndiko ushago litoka wapi, nikakula. So nikalisikia shosho akisema kuna jiko yangu ilianguka. Sasa sawa, so umepona, hiyo nyingine utakuja kuongezea. So nikamwambia unataka matofali ngapi? Akaniambia nataka matofali 2000. Nikatafuta kijana mmoja, nikamwambia utanisaidia. Sasa umepata nguvu, unaweza kutengeneza matofali kabisa. Nikaenda huyo kijana, nikachimba hiyo mchanga yenyewe. Mimi ndo nilichimba. Maji nilikuwa natumia generator na kutengeneza ni mimi. So kijana alikuwa ananipakulia kwa hiyo box na beba. Tukatoa around 18 to 1900 matofali na nikachoma. So venye nilipomaliza sana nikapata mwili iko sawa. Sasa niko fiti, nikaona tu nikamtudhika. Sasa hii rada iko best. Sasa hiyo randa. Hadi nini iko best? Rada. Majeni simu tatuletea. So randa iko sawa. Iko best. Iko best. Salimia mwenzako mwambie kukopoa sasa. Sagod awabariki. Sagod. Sawa. Ambia watu na nyinyi mnaweza pona. Nyinyi amini tu Mungu. Mimi nilipo hapa nilikuwa tu maiti. Siwezi eleza. Juu sasa nikiweza kueleza naweza anguka tu. But sasa umepona. But sasa hii niko free. Amen. Testimony. Hallelujah. Living testimony. Mpe Yesu zaidi ya hiyo. Mtazamaji, sasa hii nimekuletea vile alikuwa mwanzoni na vile ako sasa. Sijui kama kuna kitu kinaweza kukutoa ama kiingii kwa akili yako kikuoneshe haiwezekani. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa mama yako, kwa baba yako, kwa watu wote, kwa Mungu inawezekana. Huyu alikuwa amepewa maziku, ako sawa. Matofali umeona vile alikuwa anatengeneza, umeona akifanywa deliverance. Sasa nataka nikualike siku za ukombozi. Wednesday usikose, hiyo inakuwa fire for fire. Haijalishi, fire for fire. Hata kama atataka by force ya kuachilie. God bless you. Hapa TG Makongeni ndio deliverance. Sijui ni kuambie ikishindikana kule ukuje. Amen for that.